Aise, wewe hapo kama upendi kwenda hospitali kufanya check up mara kwa mara, nitakachokisema katika hii video kitakufurahisha sana. Sikia nikwambie, hospitalini kuna kipimo kimoja hicho cha siri ambacho kinapima mwili mzima, kipimo cha mwili mzima. Aise, hicho kipimo ukiingia mule ndani unapima kila kitu. Ukitoka unapewa majibu yako ya kila kitu, sijui sukari, kila kitu, umepewa majibu yako ya kila kitu. Sikia, nakutania, ni uongo. Hicho kipimo hakipo hospitali. Wagonjwa wengi wanakuja hospitali, daktari, nataka nicheki kila kitu, nicheki kipimo cha mwili mzima. Kipimo cha mwili mzima? Kipimo cha mwili mzima ni kitu gani? Na watu wengi wamekuwa wakihisi kwamba kile kipimo ambacho unaingizwa ndani ya mashine hivi ndani, unazikwa kama jeneza, inakuskani, alafu majibu yanatoka, ndicho kipimo cha mwili mzima. Ukweli ni kwamba hapana. Na pia kuna baadhi ya wagonjwa wanadhani kwamba kile kipimo kinachoitwa full blood picture ndo kinapima mwili mzima. Hapana, si kweli. Kile ni kipimo kidogo sana hospitalini, na madaktari wengi wanafahamu hichi kitu. Kinapima infection, tena sio kwamba eti kinapima vizuri kiivo kama unavyodhani. Hapana, kinaangalia tu infection, labda na wingi wa damu na platelets kidogo, labda hakiangalii mwili mzima. Hospitali hakuna kipimo cha mwili mzima, na sio hospitali yangu wala ya Muhimbili. Hospitali zote duniani hakuna kipimo cha mwili mzima. Na sikia nikwambie, kama kipimo hichi kingekuwepo, hivi vingine vina kazi gani? Sasa sikia nikwambie, ukweli ni kwamba hivi, mwili wa binadamu una compartment, una vyumba mbalimbali. Kuna chumba ambacho kinahusika na mfumo wa uzazi, kuna chumba cha mfumo wa mkojo, kuna chumba cha mfumo wa fahamu, kuna chumba cha mfumo wa moyo na mishipa wa damu. Tunazitaga system, ambazo vipimo vingi mbalimbali vinapima kitu kimoja kimoja, viwili viwili. Mfano, unapotaka ucheki figo, lazima ucheki ultrasound, ucheki creatinine, ucheki BUN, ucheki uric acid. Vyote ni vipimo vya figo. Ukitaka ucheki ini, kuna vipimo mbalimbali. Utacheki ultrasound, utacheki bilirubin, utacheki alert, utacheki asat na vipimo vingine mbalimbali. Sasa sikia nikwambie kitu. Ile skani unayoiona mara nyingi, ambao watu wengi wagonjwa wanalalamika kipimo cha mwili mzima hichi, ile mara nyingi sio kwamba ni kipimo cha mwili mzima. Hapana, kinapima sehemu fulani. Kwa mfano, kuna wagonjwa ambao wamekuja wameumia kichwani, tunawafanyia skani, CT scan au hata MRI kwa ajili ya kuangalia kichwani. Lakini hebu angalia anavyokuwa anaingia hivyo. Sasa wewe unaweza ukahisi kwamba ndio inapima mwili mzima. Si kweli, inapima sehemu fulani specific. Katika hospitali nilipo mimi, kukufanyia skani ya kichwa tu inafika 200,000. Kukufanyia skani ya kifua 200,000. Sasa ukitaka tukufanyie skani ya mwili mzima mzee, kila kiungo, kidole, mkono huu hapa, mkono huu hapa, kifua, haiwezekani. Na sio kwamba skani ndio inaweza ikaona vitu vyote vya mwili. Hapana, skani yenyewe inaangalia tu kwa macho, haiwezi kuangalia kazi. Sijui nikupatie mfano gani ili uweze kunielewa. Mfano mzuri ni huu hapa. Hivi karibuni mimi ninakwenda kuoa, na wanaume wengi tunafahamu, unapoenda kuoa mara nyingi unaangalia vitu viwili vya msingi. Cha kwanza, akupendeze kwa nje. Cha pili, akupendeze kwa ndani, tabia na namna alivyo, mtu mwema, safi. Vitu viwili tu ndio vya msingi, si ndio? Jamani, hiyo habari ni kweli kabisa. Hivi karibuni mimi ninaenda kuoa. Ndivyo ilivyo pia hii skani, MRI, CT scan, X-ray, ultrasound, zinaangalia muonekano, haziwezi kuangalia kazi. Ni mara chache sana kuangalia kazi, labda kifaa kama labda echo ndio inaweza kaangalia kazi. Ukitaka ufanye kazi ya kiungo, je, figo zangu zinafanya kazi vizuri? Mara nyingi ni vipimo vya damu. Sasa hata ufanye skani 700 za figo zinaweza zikawa zina muonekano mzuri kwa nje, lakini kumbe figo hazifanyi kazi kabisa. Na ndio maana mimi siku zote ninasema hivi, mtu yeyote mwenye miaka 30 na kuendelea, viko vipimo 7 vya muhimu ambavyo itabidi avicheki mara kwa mara. I say, sikia, subscribe. Katika video 2 zinazofuata mbele nitatoa hiyo video. Sasa usipo subscribe, video hiyo unaweza usione, au ukaja kuiona baada ya miaka 10 huko mbele. Unajua mtandaoni mavideo hivi. Kwa subscribe, nitakapotoa video hiyo utaweza kuiona kila kipimo cha muhimu kwa mtu mwenye miaka 30 na kuendelea. Kwa hiyo natamani uweze kuelewa, hakuna kipimo cha mwili mzima, hakipo. Futa.
Sasa hebu ngoje nikuchekeshe kidogo. Ilibidi niende hospitali fulani, zile hospitali ambazo wanaitaga hospitali za Kichina, sijui za Kituruki, za kinini zile. Tuko nazo hapa nchini kwetu. Nikabidi hebu ngoja nikachekewa jamaa wanafanyaje huduma zao, nikaenda nikacheki. Sasa nimefika pale bwana, nikajikausha kimya, nikajiandikisha, wakachukua namba yangu na vitu vingine nini. Sasa yule mtu wa mapokezi akanidokezea, akaniambia, "Samahani mgonjwa, ajui kama mimi ni daktari. Tuna vipimo mbalimbali, lakini tuna kipimo cha mwili mzima. Ungetaka ucheki kipimo cha mwili mzima?" Nikashtuka kwanza. Kipimo cha mwili mzima? Kipimo cha mwili mzima tunapima hapa. Okay. Kinapima kila kitu, wewe si ndio? Kinapima kila kitu kabisa, yani kila kitu mwili mwako kinapima kila kitu kabisa. Nikashtuka. Kabisa nianze kumpanga. Nikamwambia hivi, kwa hiyo nikicheki hicho kipimo, majibu yangu ya ukimwi ninapata, grupu langu la damu najua, malaria ninajua, kama nina kansa yote mwilini ninajua, kama nina shida ya figo ninajua. Hivyo vyote havipo. Hii inaangalia tu. Uwezo umebeba kipimo cha mwili mzima wewe. Sasa unasemaje tena havipo? Hichi kipimo chenyewe hakipimi ukimwi. Chenyewe kinapima tu kuangalia kama damu yako Basi baada hapo nikawa ananizingua, nikaondoka zangu.